Tell me how. As other parts of the country continue to experience relative calm, residents in sections of central Kenya were forced to walk to work following strikes by stakeholders in the transport sector. The strike has continued despite an earlier announcement that declared the strike was over. Our reporter Clement Masombo joins us live with a situation update from Nyeri County, where all PSV vehicle operators have downed their tools. Clement? Well, indeed, just like you said, all operations in Nyeri County and most parts of the central Kenya region have halted. This is following a strike that continues despite an early announcement that the strike had ended. This is that was an announcement that was made last week by a section of leaders of the Matatu Operators Association and other stakeholders in the transport sector after a meeting with the President William Ruto in Mombasa. But then waking up to today, we saw and everything had stopped. And as we speak right now in Nyeri town, to be specific, all businesses have closed except a few, but majority of them have closed down. And we were earlier on in Karatina town where the situation was the same. And speaking of Karatina town, today morning at around between 6 and 7:30, the Karatina, the Nyeri Nairobi highway had been closed after a section of youth had lit bonfires and blocking the road and paralyzing transport along that major highway. And right now in Nyeri town, earlier on, we also witnessed running battles between police officers and some of the youth who had turned up to protest within here in Nyeri town. But then I just want to speak to a few people here. Let me start with this lady who traveled from Nairobi to Nyeri. She was attending a court session, but then she's now stranded on how she'll go travel back to Nairobi. Tuanze na jina lako, tueleze. Ulikuwa unatuambia kwamba ulikuwa unafaa kufika kotini lakini umemaliza, na sasa hali iko vipi? Hali imeyoyoma sababu sasa hakuna gari ya kurudi. Asiusi ile ni uwanja ya gari haina hata moja. Sijui nitarudi aje na niko tu hapa. Kwa hivyo naweza sema hii mambo imeharibika tu kwa sababu ya hii mafuta. Na ombi langu kwa serikali ni sababu mko na masikio. Msigoje tupige duru, msigoje tupoteze wakati tukitokea barabarani kuwaomba mtufanyie favor. Na ni haki yetu, sio favor mnatufanyia actually. Juu kazi ambayo ninafanya inatolewa tax. Mimi nalipa ushuru hapa nchini Kenya na mimi ni Mkenya. Kwa hivyo sio favor mnatufanyia kuambia tuangushieni mafuta hii. Mnafaa kutuangushia sababu hata wenye hatuna magari tunaumia kusema kweli. Sababu sasa mimi nikikosa gari itanibidi nitafute nyumba hapa nilale. Hiyo bado ni pesa ninatoa, ama nikute hata hakuna nyumba, kwa sababu sasa unaona watu wamefunga biashara zao, hawataki kuharibiwa. Sasa mimi ombi langu ni kwamba mtuhurumie sisi wananchi wa Kenya. Si sababu ya magari, si magari tu wanaumia, hata sisi wananchi tunaumia, sisi wasafiri tunaumia. Mimi nakujanga Nyeri na 450, nikilipa bei kali sana 500. Lakini saa hii sasa unalipa 700. Hiyo 200 iko juu, inaniingia kwa mfuko, na nikirudi sijui nitalipa pesa ngapi. In case nipate gari sijui nitalipa pesa ngapi. Tunaenda hasara. Kwa hivyo serikali tunawaomba, ambaye mlituomba kura na sisi tukawapatia, na nyinyi tusikizeni tunapowaambia. Msitugoje tutokee kwa barabara, msigoje vijana wetu waumizwe wakipigwa risasi za miguu, msiite vijana wetu waizi. Ni watoto wetu. Hawa si waizi, ni watoto wetu na wanatetea haki yao. Watoto wetu wataselemewa kwenda shule. Sababu for sure ulikuwa unampea 50 bob inamtosha kwenda na kurudi, saa hii unamuongeza 50 nyingine inakuja 100. Mzazi anaumia. Kama uko na watoto wawili unaongeza juu 100. Unaongeza juu 200 na hujaongezewa mshahara. Biashara yako si eti umeongezea, hata sana unaenda hasara. Juu kama sasa watu wamefunga business, sote tumefunga. Hata kwangu niliacha nimefunga. For your kindness government, mnapoumiza magari barabarani na mafuta, mjue mnatuguza zaidi ya magari. Mnatuguza sana, kama mimi mmeniguza sana. Kila asubuhi mahali nilikuwa nalipa 80 bob, sasa inaitishwa hata 150. Kwa hivyo imeniguza na imeguza wenzangu wasafiri. Mimi natetea wasafiri. Wasafiri tumeumia kabisa. Na watu wa magari hatuwaraumi, sababu kweli mmewaongezea mafuta. Hawana la ziada, watatuongeza tu. Kwa hivyo tunaumia sisi wote. Tunaumia serikali. Tafadhali tunaumia.
Yeah. Aya, shukran sana. Let me also speak to another guy here who is the taxi operator. Mbona nyinyi mnagoma na watu wa matatu walisitisha mgomo last week? Sisi tumegoma kwa maana wa customer wetu wamefunga, hawakuingia town. Hata matatu unaona, hata biashara sisi tunategemea matatu. Matatu kigoma ujue hakuna mtu wa kukuletea abiria. Tabu ni mingi sana Kenya. Sisi tuwaomba sio kusema si serikali kila siku president. Hawa watu tulichagua ndio wamefail. Kwa maana president hawezi pitisha mafuta akiwa peke yake. Sisi tunaangalia tu, tutawanyoa tu watatukuta hapa. Kwa maana wamekaa kimya kabisa. Sio tu matatu hizi ati mgomo ya matatu. Kuna mgomo ya matatu. Mgomo ni ya kila mtu. Kila mtu anaenda hasara. Ukienda kwa abiria ukienda kilomita kama 2, ukimlipisha 500 apelema mimi bado ongezwa nauli, anini mshahara. Anakataa kulipa kabisa. Sasa inalazimu upate hata faida ya shilingi 100. 100 tu ni chakula tu. Yes. All right, there you have it, the real impact of what the strike means, and literally here in Nyeri town, it's a total shutdown. And other than these few people that you are seeing here, the rest, when you walk other streets of Nyeri town, you will only meet police officers who are patrolling and ensuring that there is enough security and safety of the few people who have turned up for activities here in Nyeri town. Over to you. Masombo, who is in Nyeri, reporting.